Kuna vitu zingine mtazamaji unaweza ukadhani ya kwamba ni script. Lakini jinsi ambavyo yanatolewa ama jinsi ambavyo yanaelezwa, wewe mwenyewe unaona kwamba hapa kuna mtu ambaye anagongwa ama kuna mtu ambaye anachambuliwa. Kuna jambo ambalo Njugusha analizungumzia hapa na mtazamaji ningependa tulitazame. Mimi sina sauti katika wewe, you can be alone, you live here alone. Tafadhali nyinyi wacheni kupiga makelele. Na wale nao waingie kwa class. Faster. Na hiyo jute ifanywe. Kwa nini hamfanyi jute? Kijana na wewe umetoka wapi? Sana si after kumaliza exams za term 1 sasa ni term 2. Na mimi at least nimechelewa kuja shule. Lakini sasa term 2 nataka hata kama nimechelewa na wiki moja. Naweza perform. So uingie term 2. Term 2. One term haujafanya kitu. Sasa unataka uingie term 2. Unajua naweza jaribu term 2. Ulimaliza kazi kama home science, mlimaliza kazi ya chapati? Hapana. Kazi ya chapati mlimaliza? Hapana. Na unataka kuingia class ati ni term 2. But term 2 naweza jaribu. Mambo ya ni unajua mnanifurahisha. Mambo ya shairi mlimaliza? Kuna shairi mlikuwa mnafanya mlimaliza? Unataka kuingia term 1. Naweza zimalizia kuandikia term 2. Hapana, tunamaliza hapo. Kwani hiyo term 1 ilikuwa ya nini? Hiyo one term ilikuwa ya nini? Hiyo ilikuwa strategy. Si basi mngeruka mkuja term 2. Kama term 2 ndio kazi inafanywa. Ile sikuwa prepared kwa hiyo exam. Hamkuwa prepared. Mkasema ate kuna hebu ile kitu utafanya ni kama utarudi hiyo term 1, utatoa tu one term, urudie hiyo, tuone kama utakwenda hapa. Sasa nirudi nifanye exam kwanza za term 1. Ama uende nyumbani. In whose hands will you be safe? It is a must you go. Sasa kama umeshindwa term 1, what makes you think term 2 utaweza? Lakini naweza jaribu term 2. Kidogo unabadilisha desk, unasema desk ndio ilikuwa baya. Kidogo hamtaki choka za white, mnataka za yellow. Kidogo mnasema mbadilishiwe mwalimu. Mumeleta mwalimu mwingine. Huyu mwalimu anatolewa hii class anapelekwa hii, bado hampiti. Mnataka aje? Ni ile nini? Na nini ta explain huko mbele term 2. Term 2 unataka term 2. Hii one term huwezi ni judge na one term. Hii term 1 unajua kwanza hata term 1 inakuanga easier. Sasa nikicombine zote nikimaliza term 2 exam mimi naweza fanya zote ya term 1 na term 2 Mwanafunzi ungeenda tu hata term 3. Wacha hii tu. Ungeenda 3 kama unaona ndio utafanya zaidi. You just go home. And I'm saying you must go. Just go home. Yeah, you must, because now the way it is, mwalimu mzazi amekuwa akilipa fee. Si ni kweli? Yeah. Analipa fee, wewe ukuje usome. Analipa fee, hii term moja tuone kile utafanya. But wewe ni nani? Ni mchezo. Mara nasikia hauko kwa class yako. Si unashindaga na ndege kwa nisi na ndege. Unashindaga umeenda class zingine. Mara umeenda sijui class ile wanasoma Chinese, mara umeenda ile class wanasoma French. Nilikuwa nataka kujaribu nione huko kwingine. Uone sasa, na uliona. Sasa enda nyumbani. Enda sema ni hiyo term moja. Na wenzako your company hiyo mmekuwa mkipiga nao makelele. Si ninakuaga nikiwaona mkifuatana. Akina Kim, ambia Kim muende na yeye. Kim pia haingii nini? Na akina Oscar tena haingii kufanya nini exams za term 2. Huyo hata hii shule hata wairudi. Watu wengine term 2. Endeni mtafute shule nyingine. Lakini mtu ukianza hii kitu na kwanza lazima umalize term zako. Sasa nimesema it is my terms. Party ndio hiyo sasa, na imefika wakati ambapo kazi inapaswa kuanza. So wacha tusubiri tukaone mambo itakuwaje kabla hatujafika mwaka 2027 wakati wa uchaguzi, tuone direction ambayo tunaenda kupewa na new party. That is tuko na DAP, tuko na DCP, tuko na party mingi sana. Mtazamaji, hilo ndio jambo ambalo ningependa kuzungumzia, lakini kabla ya hapo naomba uchukue sekunde yako moja ama zako mbili. Iwapo tunakutana kwa mara ya kwanza, ili uungane na familia hii mtazamaji, ubonyeze alama ya subscription. Ili wakati wote kuna ujumbe ambao nimeweka inakuwa rahisi kwako kupata. Vile ningependa kushukuru wale watu ambao washanipa support yao mtazamaji. Bila shaka bila support yako inaweza kukua jinsi ambavyo imekuwa kwa kasi sana. Tukirudi kwenye mjadala, kuna jambo ambalo nimeulizwa na mtu hapa. Na ningependa nilizungumzie. Ameniuliza kwamba Fred Matiang'i yu wapi? Hivyo ndo ameniuliza na nimeamua nilizungumzia. Ameniambia nizungumzie kidogo tu, nieleze Fred Matiang'i yuko wapi. Leo Rigathi Gachagua ame launch party yake. Niligusie tu. Sasa nimeamua mtazamaji, kwa hii video nataka tuelewane kwamba Fred Matiang'i yuko wapi. Lakini ukweli usemwe ya kwamba party ni mingi ambazo zimetengenezwa. Tuna party ya Matiang'i, tuna party ya Kalonzo Musyoka, tuna party ya Martha Karua, tuna party ya Eugene Wamalwa, ndio tuna party ya Rigathi Gachagua. Usiwahi kubali
na hii kitu ndio ili affect Rigathi Gachagua. Wakati ambapo Rigathi Gachagua alikuwa anakubali kuunga William Ruto mkono, kuna kosa kubwa ambalo alilifanya ndio lilikuja likamuumiza. Gachagua alimfuata William Samoei Ruto bila chama. Ushelewa? Yeye alichukuliwa tu, aliambiwa kwamba wewe utakuwa naibu rais, akaingia bila chama yake. Hilo ndio jambo ambalo lilimuumiza sana tena zaidi. Na kuna wakati ambapo nilikuwa nazungumza nikasema ya kwamba Gachagua angekuwa mtu mjanja, angetafuta party yake, ili wakati wote wakiketi mezani wakijaribu kunegotiate, anakuwa na akona place ambayo akona kitu ambacho anaweza akasema kwamba mimi kinjiko nacho ni hiki na tuanzie hapa. Ushelewa? Na I think wamekuwa werevu na wamelianza. Rigathi Gachagua alisema jambo fulani ambalo mtazamaji ningependa tulisikie. Alisema kwamba si kwamba yeye ndiye anaenda kuwa anaenda kuwa kwenye kipeo cha mbele kungangania kiti cha urais. Hawajaamua kwamba ni yeye. Hawajaamua kwamba ni Matiang'i. Hawajaamua kwamba ni Martha Karua. Hawajaamua kwamba ni Eugene Wamalwa ama Kalonzo Musyoka. Lakini iwapo watakubali, wataamua kwamba ni yeye, ni sawa, atakubali. Na hao wengine wote watamuunga mkono. Iwapo wataamua ya kwamba ni Fred Matiang'i, ni sawa, kila mmoja watakubali kwamba kila mmoja atamuunga Fred Matiang'i mkono. Na pia vile vile na hao wengine. Lakini alisema kwamba yeye ndiye anafikiria, anahisia kwamba yeye ndiye mtu ambaye anapaswa kungangana na William Samoei Ruto. Gachagua hata haijaanza, itaenda high court. Kama haitaenda vile ninataka ama vile serikali inataka, iende court of appeal. Kama haiendi vizuri, tuende mpaka Supreme Court. Kabla haijamalizika na Supreme Court, Rigathi Gachagua atapigania kiti cha urais na atashinda. Na kura mingi sana. So utaomba kiti cha urais? Si ndio? Kwani naomba na kina nani? Si wanaume naomba. Rigathi Gachagua anaweza kaingia kwa trap bila kujua. Ya kwamba lengo lake William Ruto ni Rigathi Gachagua aingie kungangania kiti, na aende kisha ngangania kiti aikose. Akiikosa umejua kuingia kwa Rigathi Gachagua kungangania kiti cha urais itampa William Samoei Ruto njia rahisi sana ya kutafuta njia kutafuta njia ya kungangana ama kutafuta njia ya kuchukua shukani. Sio kila moja anampenda Rigathi Gachagua, na nitazidi kusema hii ya kwamba sio kila moja anampenda Rigathi Gachagua. Watu hawamfuati Rigathi Gachagua kwa sababu wanampenda, bali watu wanafuata Rigathi Gachagua kwa sababu ya ukweli ambayo anaisema. Na lazima tuelewe kwamba sio watu wote wanampenda Rigathi Gachagua, sio watu wote wanamfuata Rigathi Gachagua. Vile vile sio watu wote wanamchukia Ruto, na sio watu wote wanampenda Ruto. Sio watu wote wanamchukia Raila, sio watu wote wanampenda Raila. Sio watu wote wanampenda Matiang'i, na sio watu wote wanamchukia Matiang'i. So in as much as unaweza kuwa unadhani kwamba wapendwa, lazima uelewe kwamba majority ya watu sio kwamba wanakupenda. Chelewana. Kama ingekuwa upendo, basi bila shaka kuna Pastor Pius Mwiru amekuwa rais kitambo sana. Wakati ambapo alikuwa na umati wa watu ulikuwa namfuata, na akajitokeza akasema kwamba anataka kungangania kiti cha urais kwa sababu alikuwa anaona kwamba ana umati wa watu, anaweza kaenda mahali akakusanya watu ili wakaombe, watu wenyewe wakamdanganya kwamba anaweza kuwa rais. Ingekuwa basi mtu anakuwa rais kwa sababu ya upendo, Raila angekuwa rais kitambo sana. Lakini it is not all about kupendwa ama nini. Simple. Sasa watu wanauliza kwamba Fred Matiang'i yuko wapi, na nataka niseme hivi. Fred Matiang'i alisema wakati ambapo alikuwa kule Kisii ya kwamba wakati utafika, kwa sababu ameajiriwa, atarudi kule ambako anafanya kazi na jiuzulu. Na lazima tuelewe kwamba siasa ya Kenya inataka a lot of commitment. Siasa ya Kenya inataka a lot of dedication. Inataka a lot of giving. Aswa kwa upande wa rais inataka uwe hapo kila wakati. And uwezo ukaniambia kwamba mtu kama Fred Matiang'i aliajiriwa atakosa kazi like nitasemaje? Atapata jinsi ambavyo anaweza balance mbili. Hapana. Kwa sababu ukianza kutaka kuwa rais, you will campaign a lot. You will commit yourself.
Na mtazamaji, kuna kitu ambacho kinanisumbua hapa. Hao watu wote wana vyama. Sasa wakati wa kampeni watakuwa nafanyaje? Kila mmoja atakuwa kama mtu kama Matiang'i atakuwa anaenda ana campaign Kisii. Mtu kama Karua atakuwa anaenda na campaign Central. Mtu kama nani tena? Kalonzo atakuwa anaenda campaign Cumberland, ama watafanyaje? Nashindwa jinsi ambavyo watafanya. Ama watakuwa wanaenda wote mara moja. Tukumbuke ya kwamba hao watu wote lengo lao kuu ni kukusanya kura alafu wampeleke Ruto nyumbani. Sasa kumpeleka Ruto nyumbani itabidi hao watu wenyewe waketi chini wajistrategize. Sijui strategy gani watatumia, lakini cha msingi ni ya kwamba lazima waelewe kwamba Ruto lazima atende nyumbani. Na wakichagua yule mtu pia ambaye ana stamina ya kungangana na Ruto, itakuwa vigumu sana. Nataka tuelewane ya kwamba wakati mwingine itakuwa ngumu sana kwa hawa watu kushinda kura. Ama itakuwa vigumu sana kwa watu kukampeni kufika kila upande. So itabidi wagawane. Na wakati ambapo wamegawana, ikiwa ni Kalonzo ataenda huko ataenda kule upande wao na asema kwamba yeye anatosha. Gachagua atasema kwamba yeye anatosha. Matiang'i atasema yeye anatosha. Sasa hawa watu wote kutakuwa na lot of confusion. Anyway, sijui mpango yao ni gani. Tusubiri, tutakuja kuona. So wale watu ambao wanasema kwamba Matiang'i amekimbia, Matiang'i hajakimbia. Matiang'i ni kama ameenda tu kuresign alafu atarudi. Akisharudi ndio ataanza kazi rasmi ya kuwania kiti. Naona watu ambao wanataka kuwa marais wenye wako very serious. Peter Salasya ni atianangangana atiana campaign anataka kuwa rais. Anataka kuwa rais na party gani? Tayari ana party. Mtu kama Omtata anataka kwenda one man army. Haya ndio mambo ambayo lazima tujiulize kwamba ni kweli kila mmoja anataka kumpeleka Ruto nyumbani, lakini ni strategy gani mnatumia? Watu walikuwa wanamchekelea Rigathi Gachagua wakidhani kwamba Rigathi Gachagua ataisha. Ndio amerudi na full force. As the party leader of the Democracy for the Citizens Party, I commit that I will listen to the people of the Republic of Kenya and live to their aspirations. As you all know, I have been a people's person, listening to every voice, especially those in the deepest corner of our villages. The Democracy for the Citizens Party is not just an ordinary party, but a political ideology and philosophy for every Kenyan, irrespective of their faith, creed, age, tribe, or color. The Democracy for the Citizens Party serves as the biggest political movement of our time in Kenya since 1963. Under the guidance of the party's National Executive Council, I'll spend the next 2 years with the people of the Republic of Kenya, traveling to every corner of our country, to every village, listening to the people, to build one of the most formidable political movements since independence. It is after this we shall craft our manifesto based on your needs as the rightful people of this great nation. We, the DCP party, are committed to the respect of human rights and freedoms, integrity in leadership, rule of law, social justice and fairness, devolution of power and resources, equity, equality and inclusivity, unity in diversity, accountability and transparency, citizens' effective participation in governance and decision making. I want to assure all our aspirants who are willing to vie for any elective position using our party that we have no favorite candidate. The party belongs to the people of the Republic of Kenya. I therefore urge all aspirants to immediately register as members of the party starting now. It is the people of Kenya who give us the candidates they would like to have as their leaders. In any case, we have under Article 19 of the party constitution a National Elections Board that is independent, which has spelled out rules and duties regarding electoral conduct of the party primaries. As such, the National Elections Board shall, in consultations with the National Executive Council, organize, coordinate, and supervise all party elections and nominations in accordance with the party nominations and election rules and procedures.
And let me clarify for the avoidance of doubt. This party has no favorite candidate. This party has no provision for direct nomination. This party believes in let the people decide. And let me confirm also to the avoidance of doubt. I have many leaders who have stood with me in very difficult times, who have walked with me in my journey. But I want to confirm, close as they are to me, much as they have stood with me, none of them is entitled to a direct nomination. So I want to encourage everybody to be prepared to face each other in the party primary. So sasa hivi wacheni waambie ukweli, na mtakuja kukubaliana na mimi kwamba sasa hivi mtu ambaye anaangaliwa sana hata serikali, mtu ambaye wanaangalia sana, mtu ambaye wako very much keen kwake ni Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua ametengeneza party na tayari ako mpaka na deputy Cleophas Malala. Hao watu wengine mimi sijui deputy wake Matiang'i ni nani. Sijui kama ni Onyonka, sijui kama ni sijui. Aya, Martha Karua deputy wake ni nani? Kalonzo Musyoka deputy wake ni nani? Eugene Wamalwa. I think Eugene Wamalwa ana deputy. Though deputy wake hajulikani vile, jinsi ambavyo Cleophas Malala hajulikani. So kuna ile force, yani nisho najaribu kusema ya kwamba kuna force ambayo Rigathi Gachagua amekuja nayo. Na sijui kama atatoboa nayo ama itakuwaje. Mtazamaji, ningependa nisikie maoni yako kwenye sehemu ya maoni, lakini usikose kubonyeza pia alama ya subscription. Wakati wote kuna ujumbe ambao nimeweka, inakuwa virahisi kwako kupata mtazamaji. Tukutane kwenye video ambayo inafuata ikiwezekana. Nimekuwa wako Boniface Owino. Bingo.